Ewa mutegeri wa Ero TV ontu bakwetha ukiwata nana uni tukweru ariaran kwaria na His Excellency Governor wa Machakos Dr. Alfred Mutua, na interview yetu imebaidia na kiwerio tutate kumenya Kimiru. Karibu sana Bwana Mutua. Asante sana, asante sana. Ero TV tunashukuru kuwa na wewe. Nimefurahi sana kwa hapo. Unajua mimi nikiwa Meru nafurahi. Aha. Kwa sababu unajua Meru ni watu ambao ni watu wamechangamka. Ni kweli. Meru si watu wanakaa namna hii. Ni watu wamechangamka. Na nimefurahi sana kwa hapa. Nataka kuwasalimia watu wa Meru na kusema nimewaletea salamu kutoka Machakos. Mugeni bantu ba Meru. Ndio nawaambia. Wewe bega. Tewape yapyo. Hiyo ni kusema tuko wazima kabisa. Tuko wazima kabisa. So umekuwa ukiuza sera zako za maendeleo chap chap. Ndio. Na ningetaka tuanze kwa utuambie kini chako kuanzisha maendeleo chap chap. Kini ambacho kilifanya ukaanza chama hicho ni kipi haswa? Unajua mimi maisha yangu ukiangalia ni maisha ya muujiza. Mimi nililelewa na umaskini sana. Nililelewa na shida nyingi sana. Hata nilipofika form 2 nikaacha shule. Nikaanza kujenga mjengo kidogo kwa sababu ya ukosefu wa karo. Lakini kwa sababu nilikuwa nafanya kazi ya Mwenyezi Mungu, mzee mmoja wa kanisa anaitwa Idhaka akanilipia mpaka form 6. Lakini sitoshi, nikiwa form 5 pakaja wazungu kutoka Marekani wakaniona nikiwa kijana chap nafunza Sunday school. Waliporudi kule wakanitumia scholarship ya kwenda ngambo niende Marekani nikasome. Nikapata visa, lakini unajua sikuwa na tikiti. Na harambe ya maskini huenda nani? Maskini mwenzake. Hata sikuweza kupata ticket ya kutosha kwenda ngambo, lakini nikajitahidi nikapata hizi miles za watu wengine nikaenda Marekani nikiwa na miaka 21. Nilipofika kule nikatatanika. Sababu nimefika ngambo, nikaona barabara nzuri kila mahali, nikaona ya kwamba kuna mfereji ndani ya nyumba, kila nyumba Marekani ina maji. Nikaona stima kila nyumba. Hakuna ati mahali tunavuta stima, kila mahali kuna stima. Nikaona vijana wa miaka 19 20 wanaendesha magari. Nikajiuliza ni kwa nini? Ni kwa nini? Kwani sisi tuliumbwa na shetani na hawa wakaumbwa na Mwenyezi Mungu? Nilipoangalia nikaona ni binadamu kama sisi. Wakikatwa kidogo damu yao ni nyekundu. Wanaugua, wanacheka, wakila maharagwe sana, wanaharibu hewa kama sisi tukila maharagwe sana. Ni binadamu. Lakini jambo la muhimu ni kwamba wakifa hawarudi. Haya maisha tunayoishi mimi na wewe sio utizi. Tukifa leo haturudi tena. Niliporudi nyumbani na baada ya kuishi kule ngambo nikagundua ya kwamba wanasema ya kwamba bara la Afrika ndio bara ambalo tuna mali nyingi, rasilimali. We are the richest continent in the world, but yet we are the poorest. Sisi ndio bara maskini kabisa. Tunakufa njaa, watu wanapigana, vumbi kwa barabara, hakuna chakula kutosha, watoto wasome vizuri, vijana hawana kazi. Sisi ndio bara la rasilimali. Tuko na rasilimali nyingi sana kuliko hata Marekani. Lakini hao ni matajiri, si maskini. Nikakuta ni kwa sababu ya siasa mbaya. Siasa zetu zimekuwa ni siasa za kuvutana, za kupigana, na sio siasa za maendeleo. Tunapofanya maendeleo hatuna haraka. Mwananchi angoje. Tunajenga barabara polepole, tunafanya mambo polepole, ukienda kwa ofisi hakuna mtu. Sisi hatuna haraka. Kule ngambo wana haraka. Hiyo haraka yao imewapatia maji kila nyumba. Hiyo haraka yao imewawezesha kuwa na lami kila mahali. Hakuna ukipiga kiatu brush upake rangi January, December bado kiko sawa. Hakuna vumbi. Watoto wa Marekani, wa Europa, wa Australia hawatembei bila suruali. Hawatembei bila viatu. Na sisi tuliumbwa na Mwenyezi Mungu yule mmoja. Nikasema lazima tulete maendeleo ambayo yanamuhusisha mwananchi, kwa sababu hivi sasa inawezekana. Hiyo ndio kiini ya kuanzisha hichi chama ya kusema tulete maendeleo ya haki kwa mwananchi. Na hiki chama kimepata umaarufu mkubwa katika eneo la Embu na Meru pia. Kwa mfano Senator Leni Kivuti ashahamia maendeleo chap chap. Kilemi Mwiria ako maendeleo chap chap. Ni mikakati ipi unayotumia kwa sababu umeweza kuvutia watu wengi? Nafikiri mikakati ni kazi. Unajua Mwenyezi Mungu pia anataka viongozi ambao wanawasaidia wananchi. Kweli. Unajua kwa mfano Machakos nilipoingia nilikuta ya kwamba, kwanza nataka kusema pole rambirambi zangu. Hivi juzi kulikuwa na hii ajali kubwa sana Maua, iko watu wengi. Na poleni sana wale waliowapoteza wapendao, na pia wale ambao wamenusurika wagonjwa, na waombea muweze kupona. Niliposoma kwa gazeti wakati huo niliona yule komando wa polisi anasemea kwamba hiyo barabara ina mashimo mengi.
na uendeshaji wa magari inakuwa shida. Pia nikasikia kwamba hiyo lori pengine ilikuwa brake zimeharibika. Yaani kuna vitu vingi vya third world za Afrika ambavyo vimefanya tufanye nini na watu wanaaga dunia. Mimi nilipoingia kama gavana niliamua kwamba wanawake wetu, akina mama wetu wamekuwa wakifa wakazalia kando wa barabara. Nikasema nataka hawa wakae kama ngambo. Nikanua 80 ambulances, ambulance 80. Kila location Machakos iko na ambulance. Hiyo ambulance ukipiga simu dakika 5 dakika 8 inakuja. Kule milimani nimenua ambulance za motorcycle. Mama kama anajifungua kule kwa milima, motorcycle inaenda namsaidia kabla hii nyingine haijafika, ikiwa barabara bado tunaendelea kutengeneza. Sasa hawa viongozi walipoona sera kama hizo, wakaona barabara ya kilomita 33 tumejenga na miezi mitatu. Nimejifungua nyingine ya 14 kilomita. Nyingine ya 28 kilomita karibu malizike. Nimetengeneza barabara za mahali panaitwa The River. Tunaendelea kutengeneza barabara. Kaunti ya Machakos ndio ina miradi ya barabara nyingi kabisa inayoendelea kwa kaunti zote katika nchi yetu ya Kenya, ambayo tunaendelea kujenga. Wakasema hapa haya maendeleo ndio wananchi wanataka. Kwa hivyo Dr. Kileme Mwiria ambaye yeye ni mtu wa maendeleo akajiuliza na akaniuliza akasema, kwa nini watu wa Meru waendelee kula vumbi? Situlete hiyo maendeleo chap chap hapa, barabara zote za Meru ziwe na lami chap chap baada ya mwaka mmoja. Umeelewa? Naelewa. Situlete hapa wananchi kila nyumba iwe na diploma, watu wasome. Hali ya maji, unajua hapa nimesikia kuna maeneo mengine hapa Meru mna maji mengi lakini mfereji ya maji haijafika. Haijafika bana. Kuna hiyo shida. Mimi Ukambani kumekuwa na shida ya maji. Mimi nimenunua rigs zile za kuchimba maji, za kuchimba maji. Nilinunua 8 kila constituency. Sasa nimechimba boreholes zile visima zaidi ya 300. Na connect na nitachimba 1000. Naweka mifereji. Nimeamua Machakos miaka 2-3 inayokuja tutakaa kama Amerika. Kila nyumba iwe na mfereji wa maji. Tutupe mitungi. Mama wetu, wasichana wetu, vijana wetu wasahau mitungi na baba namna gani? Kwa sababu ukienda ng'ambo wamezaliwa na wameumbwa na Mwenyezi Mungu hawabebani na mtungi. Kwa nini mtoto wa Kenya abebana na mtungi? Kwa hizo sera kama hizo ndio zimevutia Leni Kivuti. Kwa hivyo sisi tunahudumia wananchi na tunaunga mkono Uhuru Kenyatta katika hali ya mambo ambayo tunayo. Umesema mnaunga Uhuru Kenyatta mkono. Hivi punde tumeona PNU ile inayoongozwa na governor wa Meru hawajaingia bando kwa Jubilee lakini wanamuunga mkono Uhuru Kenyatta. Nyinyi pia kama maendeleo chap chap mtajiunga kwenye Jubilee ama mtasimama kando ila tu mtamuunga mkono Uhuru Kenyatta? Sisi tumesema, unajua wengine waliniuliza wewe chama chako kiko Jubilee, kiko CORD, kiko wapi? Nikasema chama cha maendeleo chap chap hakiko ndani ya Jubilee na hakiko ndani ya CORD, kiko ndani ya roho ya wananchi. Kiko pale katikati kwa roho ya wananchi. Sisi tunamuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ni rafiki yangu sana. Uhuru Kenyatta tulikuwa marafiki kwa muda wakati nilikuwa namfanyia kazi rais wetu Mwai Kibaki. Unajua Mwai Kibaki aliniita nikiwa Dubai. Unajua nilitoka Marekani, nikaenda Australia, nikafanya PhD, nikaenda Dubai, nikaitwa na Kibaki akasema wewe wacha kuregarega. Kuja hapa. Mbona unaregarega huko? Sisi tuko humu. You know? Na nikiwa huko nikakutana na Dr. Kileme Mwiria, tukamfanyia kazi na tukaendeleza hali ya kazi na nikakuwa rafiki mkubwa sana na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta amekuja Machakos mara mingi, tumefanya kazi na yeye na yeye anapenda maendeleo. Akiongea anataka maendeleo. Na mimi naona unajua yeye alipoingia kwa serikali amesumbuliwa sana. Uhuru Kenyatta akifanya kitu wengine wanamchapa. Lakini unajua ukweli wa mambo, unajua lazima tuseme ukweli. Mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza nchi yetu, ambaye ni baba Uhuru, alipoanzisha nchi alisema ya kwamba tuondoe ujinga, umaskini na afya na tutengeneze hali ya afya njema. You know? Na akuwa na vice president nini akaanza kusumbuliwa. Jomo Kenyatta alisumbuliwa sana 60s. Akasumbuliwa sana. Serikali yake nini, watu sijini, na wale waliomsumbua mbegu zao ndio zinasumbua Uhuru Kenyatta leo. Hiyo mbegu inasumbua Uhuru Kenyatta leo. Sasa unakuta Uhuru Kenyatta hizi hata songa mbele. Marekani imeendelea kwa sababu baada ya kura kupigwa, watu wanakaa nyumbani, mnanyamaza, serikali inaendelea. Hapa Kenya kura inaisha leo, kesho wanaanza campaign ya miaka 5. Na ndio sababu tunakuwa maskini. Kwa sababu ukipiga campaign, maandamano. Kwa mfano, wakasema tuandamane. Wakasema sisi tufunge barabara, tutupe mawe.
Mimi nikasema, mimi nikaambia Wakamba, mnatupa mawe kwa nini? Mawe ni rasilimali ya Mkamba. Sisi tunauza mawe Nairobi, wanajenga nyumba, tunapata pesa. Kwa nini sisi hatuna tabia ya kutupa mawe? Wakasema tufunge barabara, tuchome taya, ati Uhuru must go. Uhuru must go. Sasa nikasema hizi gurudumu za barabara za magari, hizi taya, Mkamba akiona hiyo anakata, inakuwa kiatu, anauzia mtalii, tunapata pesa. Sasa tukichoma tunapata nufaa gani? Uhuru must go where? Mimi nikasema nasimama na Uhuru Kenyatta kwa sababu Uhuru Kenyatta anafanya maendeleo na tunaendelea kufanya kazi na yeye vizuri. Uhuru Kenyatta alipoleta laptop, unajua zile laptop, akisema leta laptop kwa shule, mimi mara moja nikaelewa pap, hata nikacheka peke yangu. Nikaona haka kama jamaa haka huyu rais wetu huyu nampenda sana huyu. Nikaona huyu mtu mjanja sana huyu, kwa sababu mimi nikaona mahali ametokea, kwa sababu pia Uhuru Kenyatta alikuwa anaishi Marekani. Laptop sio laptop. Ukileta laptop moja, hiyo laptop haiwezi washwa na mawe ama inawashwa na maji. Hiyo laptop inahitaji stima. Kwa hivyo inamaanisha mahali laptop iko lazima stima ifike. Stima ikifika kwa kila primary school, kila village in Kenya, kila kijiji iko na primary school, inafika stima. Inamaanisha hapo kwa hiyo town stima imefika. Vijana wanafungua welding, kazi inaendelea, mataa yanawaka, nyumba tunaacha kuishi kwa giza. Sio ni maendeleo? Ni maendeleo. Kwa sababu hiyo laptop ikiwa hapo, lazima watu wajifunze mambo ya ICT. Hao walimu wengine, tutafuta walimu wachanga, hao wasichana wamekaa nyumbani, vijana wamekaa nyumbani, waletwe, wafunzwe, waanze kuwafunza wengine. Tumeanza kuwa kama California. Kenya yote, kila village iko na IT expert. Tumeendelea. Kwa hivyo si laptop ni barabara ya maendeleo. Lakini wengine hawakuona, wakaanza kumtukana Uhuru Kenyatta. Sasa mimi nikasema, sasa hii mambo ya saa yote kuvutana, kutukanana, mimi Alfred Nganga Mutua staki. Mimi nataka kumuunga mkono Uhuru Kenyatta. Na mimi nataka kumuunga mkono hata kama siko Jubilee, lazima pia pawe na chama kingine. Waliingia wote Jubilee, sisi tukasema kule Ukambani sisi tunafanya kazi. Mimi Ukambani nimefanya kazi sana. Ndio hizo kura zilizo hapo tugawanye, tupindue, ndio tuzilete kwa Uhuru Kenyatta, kwa sababu anahitaji kura zote. Kwa hivyo nyinyi kama Maendeleo Chapchap, hakuna mtu yeyote atakayewania kiti cha urais ila tu mnamunga mkono? Hakuna mtu anawania kiti cha urais. Na kuna watu wanasema Kenya iko na gavana wawili, Governor Alfred Mutua na Speed Governor. Na hiyo ni kwa sababu ya kazi unayoifanya. Ni siri gani ambayo unaitumia wewe ambayo gavana wengine hawana? Sababu wengi wamekashifiwa kwa kutowajibika, fedha za peano kule hazitumiki vizuri. Je, wewe na watu wako mafanyaje kazi yenu ndio iweze kutambulika Kenya mzima? Unajua, sipendi kutaja kuhusu watu wengine, lakini napenda kutaja vile sisi ile akili tunatumia Maendeleo Chapchap ni tofauti kidogo. Nilipoangalia baada ya maisha yangu Marekani na Australia na Dubai, nikaona ya kwamba vile tunavyofanya vitu kama sisi wa Kenya ni kwa polepole. Na wananchi wetu wanaumia. Kwa mfano, kuna barabara moja nilijenga kilomita 33 kilometers kutoka Makutano Mamwala mpaka mahali panaitwa Makutano Mamwala to Kidhimani. 33 kilometers, very important road. Kwa sababu inakata cross, lakini kwa sababu haipo, kutoka Matu mpaka Machakos inachukua 3 hours through Thika. Nikaamua nitajenga barabara. Nikaita engineers, nikauliza hii barabara itachukua how long? Wakaniambia itachukua 3.5 to 4 years. Kwa nini? Wakasema that's how barabara zinajengwa Kenya. Nikauliza why? Wakaniambia, unajua governor, kujenga barabara si kama kupika chapati. Hii si kama kupika ugali. Hii ni kazi. Ukitaka kujenga barabara lazima uchimbe, utoe mchanga, uweke ile inaitwa base, mara ama mawe, sub base. Ukimaliza hiyo unaweka ingine base, inapimwa. Baada hiyo unaweka stabilization. Alafu baadaye ndio unapaka lami juu. Unaweka MC30, bitumen, unaweka chippings ama asphalt, hiyo ni lami. Lami si juu, lami ni nini? Ni foundation. Nikisema kwa nini inachukua how long? Wakisema kilomita moja inachukua 1 month. Kwa hivyo kilomita 33 months. Lakini hiyo si 4 years. Wakisema kwa sababu kuna mvua. Season 2 ya mvua kila mwaka, huwezi jenga barabara wakati wa mvua. Kwa hivyo ukiongeza hizo 2 months, 4 months na year, ukiongeza na kuja 3.5 to 4 years ndio barabara ishe. Nikauliza, hii barabara haiwezi jengwa faster? Wakasema hapana.
haiwezi. Nikauza lakini kilomita 1 per month. Are you sure? To standard. Wakasema yeah. Nikamwambia asante, wakaondoka. Nikachukua barabara yangu, nikaidivide kwa section 11. Kila section nikapatia contractor, nikamwambia wewe jenga kilomita 3 kwa miezi mitatu. Kila kilomita per month to the same engineering specifications. Baada ya miezi mitatu nikafungua barabara ya kilomita 33 ambayo kwa kawaida Kenya wanajenga kwa miaka 4. Hiyo ni maendeleo chapchap. Wananchi wametumia hiyo barabara, wamesahau ile vumbi walikuwa nakula. Ile mambo tunafanya Kenya, tulijenga Kenya yetu polepole, kupanga, tunapanga. Wa Chinese wanajenga barabara 1 kilometer per day. Sisi hapa tunajenga per month, tunaona tumeenda upesi. Per day. Unajua inatanika hiyo sana. Sasa unakuta kwamba nilijenga stadium ya Machakos ambayo tulikuwa na Mashujaa Day hapo juzi. Nilijenga in 1 month. 1 month. Ilikuwa mchanga tupu. You know? Hata baadaye nitakutumia picha. Ndio pengine wakati wa interview mtaweza tukiendelea tutawapatia sahihi waweze kuonyeshana hiyo stadium. Hiyo stadium ilikuwa mchanga, nilijenga in 1 month. Na sasa tunaitumia. International competitions zinakuwa hapo. 1 month unamaliza hiyo kazi, unaingia ingine. Hospitali ya Machakos nikaijenga kwa upesi kuliko zingine zote Kenya. Uhuru Kenyatta akakuja, tukaifanya chap. Sasa ndio the best hospital, level 5 hospital, the best private public hospital in the whole country. Maternity yetu ni second to none, inakaa kama private hospital. Akina mama wetu wakijifungua wanaoga na maji moto. Kila mtu yuko na kitanda chake. Hali ya afya ni kwa sababu maendeleo chap inawajali wananchi. Na hiyo ndio tunataka Kilemi Mwiria aweze kuleta hapa. Na wale wengine ma MP wote ambao tunasimamisha katika eneo la Meru na Embu na Isiolo na eneo hili lote, pia tuweze kuunga mkono Uhuru Kenyatta, lakini tuwe na siasa ya maendeleo chap. Na ukiongea kuhusu hospitali, bana ya ugatuzi kumekuwa na migomo mingi katika counties. Tunasikia mara hii county wa wahudumu wa afya wameenda kwenye mgomo. Suluhu ni hipi? Na je, tuko nayo suluhu ya kudumu ama ni suluhu tu ya leo, kesho ipo? Suluhu ni gani ya jamii? Unajua shida ambayo tumekuwa nayo ni kwamba madaktari wengi hawajakuwa kufanya kazi. Hiyo ni ukweli. Najua wengine watanichukia. Lakini that is true. Unakuta ya kwamba wananchi kutoka zamani walikuwa wanasema unaenda kukuta daktari yuko na kliniki yake. Kule Machakos nilipoingia nikuta madaktari hawaandiki madaka. Ukiandikiwa dawa, unaambiwa dawa iko, unatumwa kwa pharmacy yao private, unanunua. Na haswa na madawa yamejaa pale. Kwenye hospitali watu wanajijali yao wenyewe. Kwa hivyo wakati ugatuzi ilikuja, inamaanisha kwamba supervision ya madaktari imekaribia. Governor yuko hapo na hospitali iko hapo. Si kule afya house ati sijui director mgani atakuja baada ya miezi 6. Hapana, iko hapo. Sasa watu wakaanza kuwa uncomfortable. Wakaanza kusema nini wanaanza kuwa na shida, sijui nini. Hiyo that is the main problem. Ni kwamba kwa muda mrefu tumekuwa na culture ambao madaktari na wengine hawataki kuangaliwa. Lakini hivyo ni vizuri kusema kwamba madaktari pia wamekuwa wakifanya kazi katika njia ngumu. Wanafanya overtime bila allowances. Wanaingia theater, hospitali zingine kwa miaka mingi. Wakati niliingia governor, nilienda hospitali moja ya Machakos, nikakuta daktari anatumia makaratasi ya kufunga mkate ile ya plastic kutibu watu kwa sababu hamna madawa, hamna ile latex gloves. Kwa sababu national government ambayo ilikuwa imeshikilia haikuwa na mpango mzuri wa kuweka supplies. Ulikuwa unaenda hospitali unaambiwa aende ukalete shindano na udungwe ama latex gloves ndio utibiwe. Hiyo mambo tumemaliza Machakos. Najua kuna India nyingine ziko na shida. Lakini ugatuzi is the best. Unajua anasema America, Australia, England, Europe yote, South Africa, healthcare haiwezi fanya kazi ikiwa national government. Yote ulimwengu wote umeonyesha kwamba healthcare is local. Lazima iwe local. Wale wanaofikiri watapindua irudi national government kwa sababu wamegoma, wanaandamana, wanataka mishahara mikubwa, they are dreaming. Kenya is not moving backwards. Mtakaa hapo na tutaangalia hapo na mwananchi atademand service na atapata service. Lakini pia madaktari wapate haki yao kulingana na ile mishahara tunaweza lipa. Because doctors do a very important job. Nurses are very important. You know me, I love nurses. Nurses do a wonderful job. And they are paid badly, they are not treated properly, allowances. Machakos tunajaribu. But kuna hii culture nimeona ya activism kwa madaktari wetu. It's a bit of activism there. Na
Sijui kama hapa Meru na wengine, lazima tuanze kufikiria. Mimi nimeangalia nikaona hapa kulikuwa na mgomo wa madaktari Machakos, na wakati huo wale maafisa wakuu wa union walikuja Machakos kuniona na wakaniambia, we are going to shut down this country of yours and Uhuru Kenyatta, we are going to teach you a lesson. Hii mgomo si ya kawaida. Hii mgomo iko na kitu ndani yake. Hii mgomo iko na siasa ya kumaliza Uhuru Kenyatta. Hii mgomo inaelekea hapo, kwa sababu the unreasonability ama that state where they are unreasonable iko kitu ndani yake. Kwa hivyo mimi nataka kuambia madaktari wetu ambao mmetoka area za Uhuru Kenyatta, madaktari wetu ambao mnaunga mkono Uhuru Kenyatta, mchunge msitumiwe kupiga siasa ya kumaliza rais wetu mkifikiri mnajitetea, kwa sababu hii ni mambo tunaweza ongea na mrudi. Hii ni kasumba hii ya kumaliza Uhuru Kenyatta, na hiyo lazima tujue kuna mpango. Mimi niliambiwa kabla hajagoma, we are going to shut down this country healthcare. Yeah, yours and your friend Uhuru Kenyatta will teach you a lesson. That was before this strike. Kwa hivyo nyinyi mnatumiwa, mnasema haki yetu, haki yetu. Look at that union. Who is instructing that union? Wanaongea na nani usiku? Angalieni vizuri mtajua. Umeongea kuwa kuna mtu alikwambia, je, umeongea na rais kumweleza jambo hilo? Anajua nilimwelezea. Hata afya kila mtu anajua, lakini madaktari wetu pengine hawajui wanatumiwa. Kwa sababu I mean, look at it this way, wewe unagoma, watu wako, wazazi wako, vijana wako ndio wanakufa. Umeelewa? Yeah. So why should people die because of politics? Kwa hivyo kulingana na wewe, mambo ya afya inafaa ibaki pale kwenye county, ndivyo itazingatiwa vizuri. Ibaki kwenye county, tupate pesa ya kutosha ya kufanya hospitali, tupange vizuri. Unajua kuna shida tofauti. County zingine ziko nyuma kidogo, zingine ziko mbali kidogo. Kwa sababu ugatuzi for the first time walifanya CS operation kule Mandera, haikuwa imefanywa. Kwa sababu ugatuzi niko na ambulance 80 ambazo sasa zinawachukua kina mama. Ukiangalia director of registry ya births in Machakos wameniambia kwamba jina Mwanzia haiko, kwa sababu Mwanzia inamaanisha aliyezaliwa kando ya barabara. For the last 3.5 years hakuna mtoto amezaliwa kando ya barabara. Tuko na ambulance, hakuna aibu ya kubebwa na wheelbarrow. Hiyo haya mambo yote yangetokea. Hakuna watu wawili wanalala kwa kitanda kimoja Machakos County. Kila mtu yuko na kitanda chake, kuna dawa, kuna gloves, kuna machines za kutibu watu. Hizo hazingekuwako kama kukuwa na ugatuzi. Tungekuwa pale pale kuambia kanunue dawa nje, mnalala watatu kwa vitanda, akina mama wanaumia, akina mama Machakos Hospital wanaoga na maji moto wakijifungua. Hiyo ingetokea kama hakuna ugatuzi. Yeah. Kwa hivyo ugatuzi umesaidia sana. Umesaidia sana, na mwananchi lazima atetee ugatuzi. Na mwananchi namuomba utetee hii healthcare ibakie pale nyumbani. Tukiongea kuhusu Dr. Kilemi Mwiria kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Meru kupitia Maendeleo Chapchap, ingawa kuna mtu mwingine atakayejitokeza sema pia mimi nataka kuwa gavana wa Meru anda Maendeleo Chapchap, mtamkubali ama mtamwambia hapana, tuko na Kilemi Mwiria? Chama chetu ni fair and democratic. Yoyote atayekuja asema inaitisha kiti, watawinia, na Kilemi Mwiria yuko tayari yeye. Amesema mimi nimekuja, mwingine akija wataenda ballot nomination, tusonge mbele. We are a fair and democratic party. Hauwezi anza chama na hii mambo ya kufungia watu nje. I want a party that is the face of this country. A party that cares about the youth. Kwa sababu vijana wetu wameteseka, hawana ajira na hawana kazi. Kazi lazima zitokee mahali. Tulete factories, tulete viwanda, tukuwe na new ideas za kuinua, kwa sababu we are smart. Tumeishi ngambo. Kenyans are very smart all over. Tumetembea ngambo wengi. Watu wengi wanajua, tunaangalia Google. You know? Yeah. Tunajua vile how life should be. Kuna watu wengi tuseme senators wanataka kiti cha ugavana. MPs kuna wale wanataka kiti cha ugavana. Karibu kila mtu anataka kiti cha ugavana. Nini kizuri kikuko ndani? Maybe hata mimi naweza taka kuwa gavana, lakini kuna kitu kinavutia watu kwenye hicho kiti. Kwa mfano ukiangalia kama senator wengi wanasema sasa wanataka kuwa gavana. Ni kipi kizuri kwenye hicho cheo? Nafikiri watu wengi wanataka kuwa gavana walio kwenye siasa. Sifikiri ni kwa sababu tu ya kwamba wanataka kuwasaidia wananchi. Lakini ni kwa sababu wameona hapo ndio kuna power. Unajua vile katiba imeandikwa, kusema ukweli ile ofisi kubwa Kenya hii ni ofisi ya rais. Lakini ofisi ya pili ni ofisi ya gavana. Kwa sababu hiyo ni serikali, uko na cabinet yako, uko na rasilimali, unaweza ongoza, unasema yes, do this, do that, do that.
Wengine wanataka kuwa magavana wasaidie, lakini nimeona wengine wameona nyumba ya seneta kule walikuwa ni nyumba ambayo ilikuwa ni kama nyumba ya wazee, and they want power. Ni power. Unajua wengine wanataka power, not necessarily that they want to change the lives of people, lakini kuna wengine pia wanataka kusema nimekaa kwa hii county, nimeona mambo hajaenda vizuri, pesa imepotea ama nini, nataka kuja nichangie. Lakini maseneta wengi nimeona niyo aspect ya power. Wameona wanataka mahali kuna nguvu. Na wameona the powerful position ni ya governor, si ya senator. Na tukiongea kuhusu power, kuwa kuna watu wanataka power ama hiyo nguvu wakisha kuwa governor. Je, unaona ni jambo nzuri wale governor still ama bado waendelee kukalia hicho kiti sababu wao wamekuwa hapo, ama kuna wale unaona hawa hajafanya kazi yao vizuri kwa hivyo wanafaa waondoke? Unajua demokrasia, walipoandika katiba walisema ya kwamba magavana wanakaa maximum 10 years lakini wanachaguliwa every 5 years. Kuna reason walisema hivyo. Walisema ya kwamba unafanya miaka 5 alafu wananchi wanaamua wakubadilishe ama uendelee. Hiyo ni katiba yetu. Kwa hivyo siwezi sema watu wakae ama watu waende. Hiyo ni kama kubadilisha katiba. Katiba ingependa magavana wakae miaka 10 bila kura, wangesema term ya governor moja ni miaka 10. Lakini kwa sababu katiba walisema ni miaka 5 alafu miaka mingine 5, basi tufuate katiba. Inamaanisha ya kwamba kama gavana amefanya miaka 5 atetee kiti chake, aweze kuendelea ama mwingine akuja aendelee. Na tunajua vizuri hata mtu akifanya jambo zuri kuna wale watamwendea kidole cha lawama. Yes. Na kunaonekana kuwa umefanywa wakazi wa Machakos County maendeleo mengi, lakini kuna wale bado hawakutaki. Unaona ni kama wakutaki kwa uzuri ama wanaona kuna kitu ambacho wao wenyewe wanaweza kufanya vizuri? Sitaki kutaja mtu yeyote. Nafikiri wale ambao wananipinga sana Machakos ni watu ambao wamekuwa wamekaa katika hali ya umaskini kwa muda mrefu, na wanafikiri ya kwamba ile kasumba ya kufuata mtu na ambaye anawapeleka kwa jangwa bala ule mtu anawapeleka kwa mahali ambapo kuna chakula ndio njia nzuri. Unakuta tumekuwa na viongozi wengi katika Ukambani ambao wamekuwa kwa serikali miaka 20, 30, lakini hakuna barabara, hakuna maji. Mimi nataka kusema hivi, babu ya babu yangu alizaliwa akakuta hakuna maji na hakuna barabara. Babu ya baba yangu akazaliwa hakuna maji na hakuna barabara. Babu yangu akazaliwa akakuta hakuna maji na hakuna barabara. Baba yangu akazaliwa akakuta hakuna maji na hakuna barabara. Mimi nikazaliwa nikakuta hakuna maji na hakuna barabara. Nimezaa watoto wamekuta hakuna maji na hakuna barabara. Tukiendelea hivi, watoto wangu watazaliwa wakuta hakuna maji na hakuna barabara. Kwa sababu ya siasa ya watu ambao hawana msimamo. Wao wanaingia kwa viti, wanakuwa sawa. Wako na nyumba kubwa, wako na choo 5 ndani ya nyumba, wako na magari. Wake wao wako na swimming pool na wafanyikazi na choo ndani ya nyumba. Watoto wao wako ngambo, wala wako ngambo walipiga simu, wamepetiwa nini? Wako na kazi Nairobi. Wamejifikiria wenyewe. Mtu amekuja akasema hapana, wakati wa mwananchi umefika. Hata mwananchi wa kawaida anataka nyumba ya ghorofa. Hata mama hapa Meru anataka pia watoto wake waende ngambo. Si ndio? Si hata sisi tunataka vijana wetu waendeshe magari, wasichana wetu waendeshe magari wakiwa na pesa ndani ya mfuko. Maendeleo chap ni chama cha kusema mali kwa wananchi, sio wachache. Hiyo ndio wamenichukia sana Machakos. Nimejenga barabara, nimenunulia kina mama ambulance. Niliponunua ambulance waliniuliza, hawa watu tu, hizi ambulance ni nyingi sana, ni za nini? Kwa sababu hawa wako sawa. Kwa sababu wakiamka usiku, wakiwa wanajifungua, wanashindwa. Shida yao kubwa saa 9 usiku wakati wakiwa wanajifungua ni tutaenda na Mercedes ama tutachukua V8 ama tutachukua Range Rover tumkimbize kwa hospitali. Lakini yule mama kwa mlima ambaye ni maskini, huyu atabebwa na ambulance ya Mutua. Kwa hivyo wengi wanakuchukia sababu ya maendeleo uliyo. Mimi sijatukana Mutua. Hujaisikia ati Mutua alitukana kiongozi fulani ama Mutua amepigana na kiongozi fulani? Mimi situkanani, mimi nawapatia viongozi heshima, lakini kwa sababu hakuna kitu wamefanya wanaogopa. Wanasema Mutua anatuharibia siasa. Kwa sababu na watoa watu wetu kutoka umaskini. Na watoa watu wetu kutoka ile slavery, ukombo wa umaskini wa Misri, na tumeanza safari ya kuelekea Kanani, mahali Mwenyezi Mungu anataka twende. Lakini hao ni kama Farao, hawataki watu wakisonge mbele, wanataka tubakie maskini, wanajaribu kutusimamisha. Lakini nasema hapa bila uoga wote ya kwamba hauwezi simamisha kazi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka watu wake wainuke na watafika Kanani, watake na wasitake. Tukiongea kuhusu tuna magavana
47, 47 elected governors. Kati yao wote unajiweka wapi? Number 1, number 47? Kulingana na vile umefanya kazi, vile watu wanasema, unajiona uko namba rivi ngapi? Unajua mimi ni mtu humble. Mimi sijipigii debe, mimi sijipandishi. Wacha wananchi ndio waamue. Wacha watafiti waamue. Na sio atikuwa number 1 ni jambo la muhimu sana. Kile cha muhimu ni wananchi wapate ajira. Kile kinanifurahisha nikiona mama amesifungua mfereji analia. Ana mfereji hapo nje na amekuwa akienda kilomita 5 amegonjeka mgongo kuchota maji machafu. Mimi hicho ndio kinanifurahisha. Nikiona lami imejengwa, nikiona watoto wetu wameanza kuvaa viatu, nikiona elimu inaendelea kunawiri. Hicho ndio kitu kinanipa furaha mimi. Sio kutangazwa niko hiki ama kutangazwa niko hiki. Hapana. Nikiona mama amejifungua hospitalini na naoga na maji moto na amefurahi yuko sawa, mtoto ataishi maisha mazuri, hicho ndio kitu kinanipa furaha. Sio ranking, ni kazi ambayo naona wananchi wa kawaida yuko sawa. Nataka vijana wetu wapate kazi. Nataka kujenga factories ambazo tumeanza, wapate kazi. Nataka tufikie mahali nikitembea Machakos, nikitembea Ukambani yote, nikitembea hata Meru na ukiwa na maendeleo chap chap. Vijana badala ya kuniomba waniambia Mutua kuja nikunulie kitu, niko na pesa kwa mfuko. Kuja nikunulie soda. Warembo waniambia Mutua kuja nikunulie mandazi, niko na pesa kwa mfuko kwa sababu ya maendeleo chap chap. Hiyo ndio inanipa furaha. Hiyo ndio ranking mimi nataka. Ya kuona vijana wananiambia kuja nikuonyeshe gari yangu. Hiyo ndio ranking nataka hiyo. Na tukiongea kuhusu maendeleo ambayo umeyafanya Machakos, tunaona kweli ni mengi. Unapangaje kusaidia Wakenya wote kwa jumla? Sababu hiyo ni Machakos. Sawa, Meru umetuleta maendeleo chap chap. Embu tuna Leni Kivuti. Sehemu zingine kama Mombasa, Nairobi, Kisumu. Nimetoka Mombasa hivi juzi na niko na aspirants very serious. Wa Mombasa tutatangaza hivi karibuni. Nilikuwa Nyamira na Kisii, nilikuwa Kisii, kutana na aspirants wa Nyamira na wa Kisii na Migori ni wengi sana. Aspirants wa Tharaka Nithi pia tuko nao, Isiolo, upande wa Mandera, upande delegation kubwa sana na watu wa Mandera, upande wa Kilifi pia kutoka Malindi mpaka Mtwapa nimepata aspirants ambao tutatangaza hivi karibuni. In other words, Kenya nzima, Central yote niko na aspirants. Nilikuwa Nyeri juzi, aspirants wote kutoka governor mpaka chini niko na aspirants. Kwa hivyo Nyandarua pia, Kenya nzima, Ukambani yote, Taveta. Kwa hivyo kutoka Mandera mpaka Lungalunga, kutoka Busia nilikuwa huko niko na aspirants wa senators, governor mpaka Garissa. Kenya nzima tunapeleka maendeleo chapcha. Kwa sababu tunafikiri kama inawezekana Ngambo, kama inawezekana Machakos, itawezekana Meru, itawezekana Isiolo, itawezekana Embu, itawezekana Turkana, itawezekana kule Kwale. Kenya nzima. Na kuna jambo ambalo watu wameshuhudia kwa mikutano mingi, inafika wakati unaanza kulia. Ni emotions ama ni uchungu unaohisi wa mwananchi wa kawaida ama ni lipi? Sababu watu wengi wanashindwa anatuhurumia ama nini? No, nililia siku moja tu, si ati kila wakati. Nilikuwa ni huruma. Niliona na nilikuwa nalia kwa niaba ya watu wangu. Niliona ya kwamba tumechezewa karata kwa muda. Mama unamwona ni maskini kiolela kabisa. Nilisimama mahali nikamkuta mama kwa duka miaka michache iliyopita, akaitisha chumvi ya kijiko. Chumvi ya kijiko. Nikasikia tena ameitisha mafuta ya kijiko. Akaitisha unga ya kikombe. Nikamuuliza, mama, unanunua chumvi na mafuta ya kijiko? Akaniambia, mimi nimefanya kazi, niko tu na shilingi 100. Hii shilingi 100 naenda kununua sukuma, ni hii kaunga kidogo nipikie watoto wangu. Alafu nasikia watu wanakaa kwa serikali, wanakula mali ya serikali. Wanakula mali ya wananchi. Wanaiba ile pesa ndogo. Huyu mama akinunua hata hiyo kijiko hiyo mafuta ya kijiko analipa VAT. Wanajijenga hawa wenyewe, wanajenga majumba kubwa kubwa, wanajenga sijui nini na mali ya wizi ya wananchi. Hiyo ndio sababu mimi nalia. Na walilia wa Kenya ambao wananyanyaswa na hawa wachache ambao wanajijenga, na mama anakaa pale pweke, maskini wa mwisho kabisa. Lazima sisi wote tulie. Lazima sisi wote tuseme enough is enough. Tutateseka mpaka lini? Tusikiongea kuhusu maendeleo, tutajua vijana
ni nguzo katika kuendelea. Na tunajua hapo awali ulikuwa na kipindi kinaitwa Cobra Squad. Na tunajua vizuri kuwa vijana wengi walikuwa wakipenda kukienzi na vitu kama hizo, na labda hapo kulikuwa na watu umewapa kazi kupitia kipindi hicho. Je, umesahau vijana ama una maendeleo yapi ya? No, tunaendelea. Kampuni yangu unajua tulitengeneza Cobra Squad, kipindi kinaitwa Beba Beba, magazine inaitwa Passion. Bado tunaendelea. Nimefungua televisheni yangu kule Machakos inaitwa Woni TV, ambao mashini zetu ziko hapo wanafanya kazi. Lakini isitoshe pia Machakos nilipeleka mambo ya talent development, nikaanzisha Machawood. Na kule Machawood tumewapatia nafasi, wanatengeneza videos, wanatengeneza cinema, wanatengeneza music katika hali ya expansion. Tunataka ikuwe kama Hollywood, na inaendelea kukua hiyo Machawood, inaendelea kukua. Festivals zinaendelea. Tuko na festival yetu inaitwa Machakos Fest. Ukishinda unapata $1 million shillings ya kukusaidia, unapata 500,000 shillings. Kwa hivyo tunaendelea na mambo yetu ya kueneza hali ya talanta. Na sisi Machakos tume waive fees. Ukitaka kutengeneza cinema, ukitaka kufanya production ya video nini, muziki, ni free of charge. Haulipishwi fees. Ukitaka kwenda kufilm kwa streets ya Machakos, popote Machakos, free of charge. So vijana hawana pesa ya kulipa hizi fees. Tunawapatia hiyo boost. Usilipe, wewe tengeneza, uza, pata kitu. Pata mapato yako. Na je, tumejua sasa unatafuta kitu cha ugavana katika, unataka kubaki kwa hicho kiti cha ugavana katika Machakos County. Miaka ijayo unapanga kwenye kiti kipi? Labda cha urais ama wapangaji? Unajua mama yangu alinifunza tabia, akasema ya kwamba ukiwa na chakula ndani ya mdomo na bado unatafuna na hujameza, usianze tamaa ya kuchukua kingine unajaza ndani ya mdomo. Ni tabia mbaya. Mimi hivi sasa ni gavana wa Machakos, ni kinara wa maendeleo chapchap. Wacha nifanye kazi yangu Machakos. Mwenyezi Mungu na mipango yake, na wananchi wataamua wanataka kufanya nini. Kwa sababu mimi sijifanyii mimi kazi. Mimi najiangalia na jesema kwamba kila jioni kuna akina mama wanapiga magoti. Wanasema Mwenyezi Mungu, tunataka maji na mfereji ya maji. Kuna kina babu wanapiga magoti. Wanasema Mwenyezi Mungu, tunataka barabara. Tumechoka na vumbi. Tunataka elimu bora. Tunataka mambo mazuri. Kuna vijana wasichana warembo wetu na vijana wamechoka kukaa nyumbani. Wanaomba Mwenyezi Mungu, umetusomesha, tunataka kazi. Mimi nauliza, je, Mwenyezi Mungu atakuja hapa akalie tingatinga aanze kukata barabara? Hapana. Mwenyezi Mungu atakuja hapa aanze kujenga factories? Hapana. Mwenyezi Mungu atakuja hapa aanze kuchimba maji? Hapana. Mwenyezi Mungu anatumia viongozi wake kujibu maombi ya watu wake. Na mimi Alfred Nganga Mutua nimejitokeza. Nimesema mimi nataka nitumiwe na Mwenyezi Mungu kujibu maombi ya watu wake. Hiyo ndio kazi yangu, kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, kuhudumia wananchi. Kwa hivyo kutoka hivi sasa hapo mbele Mwenyezi Mungu ataamua na Wakenya wataamua ile kazi wanataka tuendelee kufanya. Mimi nimejitolea kuhudumia wananchi. Sio tamaa ya ukubwa ama yangu mwenyewe, ni kuhudumia watu wangu popote nilipo. Na kilicho na uzuri pia ubaya upo. Umesema serikali ya Uhuru imefanya kazi mzuri kuwasaidia Wakenya. Ni kitu gani ambacho unaona hawajafanya vizuri kile labda ungekuwa wewe ungesema hapa tunafanya makosa, wacha turekebishe? Ni kitu kipi? Uhuru Kenyatta amechezewa karate sana na wafanya kazi wa serikali wengi. Nimeona miradi imeanza kama ile ya airport ilianza ikafifia, ile ya 10,000 kilometers ikafifia, na ni kwa sababu wale watu ambao aliwaachia walikuwa wanamwambia tu yes sir, yes sir, na wafanye kazi vizuri. Nafikiri Uhuru Kenyatta ana moyo mkubwa sana, lakini pia amekuwa kama mimi watu wananiokiu sana. Mtu mwingine aliniambia juzi mimi nafanana na Uhuru Kenyatta kwa sababu sisi wakali sana. Tunapatia watu second and third chances. Kitu nililearn kwa Francis Mudhaura. Ya Ambassador Mudhaura amenifunza hii kazi ambayo naifanya, nampatia heshima sana. Na nafikiri Uhuru Kenyatta hajakuwa mkali sana. Na natarajia kwamba hii second term atakuwa mkali. Chape watu kiboko wafanye kazi vizuri, kwa sababu yeye watu wamemlet down. Naona ameletiwa down sana. Tamaa, hata hizi laptop kuchelewa ni tamaa. Ni tamaa, kila mtu anataka hiyo tenda. Na swali la mwisho kabla tumalize, ni mikakati ipi inaweza tumika? Kuna wale magavana wanatimuliwa. Ni jambo lipi linaweza fanywa, sababu wako na uwezo, wakitimuliwa anaweza sema hii pesa nakata naenda naye kwangu.
ni jambo lipi linaweza fanywa hayo maneno yasitendeke ama hayo matendo? Sababu mtu anaweza timuliwa pale, kisha mkiangalia account yenu ya account alipita na pesa. Ni ngumu sana kupita na pesa. Unajua watu wanafikiri hizi pesa za account ni zako. Si zako, lakini ana watu wake pale. Lakini ni ngumu sana because lazima payment ifanywe through IFMIS. Lazima ifanywe through pesa ziko Central Bank. Huwezi hamisha pesa to your account directly hivyo. Itapatikana mahali ilienda, lazima ifanye goods na services. Lazima watu wengine ni wakora, lakini system ziko in place, anti corruption inachunguza. Kwa hivyo watu wanafikiri magavana wataiba pesa wapeleke ati nini. Mimi nafikiri ni watu ambao wanataka kuwa magavana, kwa hivyo wanataka kunyonga. Si magavana si ati ni governor ananyonga, anataka county kwa miezi mitatu kabla ya kura iwe hakuna pesa. Ndio watu waseme huyu gavana ameshindwa na kazi, maji imekatwa, hospitali hakuna madawa, barabara inaharibika, hakuna nini, watu wanagoma, hakuna mishahara kwa sababu wamekaza. Ndio gavana aonekane afanye kazi, ndio watu waseme tumechoka na huyu tuweke mwingine. Ni watu ni siasa, ni siasa hiyo. Na maneno yako ya mwisho kabla tumalize sasa, unaweza taje kutakwambia Meru na watu wengi wanakutazama. Mimi nataka kuambia ndugu dada zetu kutoka Meru kwa mimi nawapenda sana. Unajua si Ukambani tunasema wa Meru ni kama Wakamba. Unajua hata ukiangalia lugha yetu, nyinyi mnasikia baridi mnaongea mnatetemeka kidogo, ndio tunasemanga huko Kambani. Nasema nyinyi unasemaje kwa Kimeru kusema, unasema Mungu ni mwema, mwadhani ni mwe mabinda, si tunasema binda onde maita onde mwadhani ni ukiangalia tumefanana kabisa kwa lugha. Lakini kusema kwamba nawaalika watu wa Meru mkuja Machakos. Njooni Machakos muone maendeleo. Njooni Machakos muone haya mambo. Muongee na watu wa Machakos mjue kwamba inawezekana na itawezekana. Na waomba pia mjiunge na Maendeleo Chapchap na mtupigie kura. Kama unataka kuitisha kura na chama ambacho ni fair, njoo Maendeleo Chapchap. UMP njoo chama ambacho wananchi tunapoitisha kura tunasema tunataka maendeleo, si ndio? Ni kweli. Tunajengea maendeleo ya barabara, sisi tunasema chama chetu kinaitwa Maendeleo na alama yetu ni barabara. Kuoneshana tuna barabara. Hiyo ndio alama yetu wakati wa kura. Lakini wakati tunaongea juu ya maendeleo, tunasema Maendeleo Chapchap. Nasema kidole inaonyeshana Maendeleo Chapchap, mambo yako sawa. Na kusema naomba mniombee kwa sababu tuendelee na hii kazi. Na tuombee Dr. Kilemi Mwiria na tuombee wale wengine wanaitisha kura na Maendeleo Chapchap katika Meru na pia sisi kazi yetu katika nchi yetu ya Kenya. Asante sana. Utegeri wewe toka Karimeri kwa Kanero TV ni Dr. Alfred Mutua uranwe governor wa Machakos County na nakuria kura cha Machakos County governor kurukira Maendeleo Chapchap kakura ni bwana tuko kwa ina batu ithara ina kaita kaya ni boya.